unayaona katika dua tunayoisoma kila baada ya sala ya Isha, ambayo inasemaje? Allahumma innahu laysa li ilmun bimawdi'i rizqi wa innama atlubuhu bi khataratin takhturu ala qalbi fa ajulu fi talabihi albuldan fa ana fima ana talibun kal hayran la adri afi sahalin am fi jabalin am fi ardin am fi samai am fi barrin am fi bahr wa ala yaday man wa min qibali man wa qad alimtu anna ilmahu indaka wa asbabahu biyadika wa anta alladhi taqsimuhu bi lutfika wa tusabbibuhu bi rahmatik. Mwisho kabisa wa hii dua, baada ya kuwa unamweleza Mwenyezi Mungu, sijui liko riziki yangu, na mimi naitafuta kama vile ndege ambaye anazunguka namna hii, hajui atakumbana na shamba la nani kule ale la adiri ya fisahali, alafu sijui iko nchi kavu, baharini, milimani, mabondeni, haujui iko wapi riziki yako, si ndio? Lakini unamwambia, lakini najua sababu ya kupatikana riziki yangu iko mikononi mwako wewe Mwenyezi Mungu. Upatikanaji wa riziki yangu iko mikononi mwako. Mwisho kabisa anamwambia wala tu'annani bitalabi ma lam tuqaddiru fihi rizqa. Sasa unamwambiaje? Na kuomba Mwenyezi Mungu usinipe mawazo au fikira niende upande ambapo haipatikani riziki yangu. Kiini cha dua tumeona hapa. Ndio maana hii dua huwa ni muhimu sana, na inasomwa baada ya sala ya Isha ili ukalale nayo uamke nayo kwa ajili ya utafutaji wa riziki. Ambaye sasa tunakuta Mashia tuna vitu vizito kama hivi, lakini unaweza kukuta hatuzisomi dua kama hii baada ya sala ya Isha. Mtu anakimbia haraka. Na tumesisitizana sana tusikimbie hivi vitu vya sunna vya baada ya faradhi. Ni muhimu mno. Baada ya faradhi umeshakuwa msafi, muombe Mwenyezi Mungu. Sasa unamwambia usinipe fikra au usinipe mawazo niende, ili nisiende sehemu ambayo riziki yangu haipo. Si huku mwanzo ulishamuonyesha Mwenyezi Mungu, sijui iko mbinguni au ardhini, iko nchi kavu au iko baharini, iko kwa nani au kwa fulani, sijui. La adri fi salin au fi jabal au fi ardhin au fi sama, sijui iko kwa nani, sijui. Sasa unataka Mwenyezi Mungu akupe ilhamu, akupe mawazo, akupe hamu, uelekee sehemu ambayo hautoebika. Ukielekea kusini, huko ndiko unapoenda kuipata riziki yako. Ukielekea kaskazini, huko ndiko unapoenda kuipata riziki yako. Na hali kadhalika ukimwelekea mtu, ilhamu Mungu amekupa, wacha nimfuate Abbas, nikamwambia sina sukari leo. Ni kama vile Mungu amekwambia nenda. Malaika wamekushika mkono, nenda. Unaenda pale unapata sukari yako, kama ni robo, kama ni nusu, kama ni kilo, kama ni kilo 5, kwa kadiri ambavyo Mungu ameamua upate. Unaipata kwa furaha na kwa amani, na unaenda kuitumia kwa furaha, na yule aliyotoa vile vile anasema alhamdulillah. Yaani ni kama vile kwake kulikuwa kuna kabzigo fulani hivi kama muelemea. Unajua kuna msaada wakati fulani unaweza ukautoa ukajihisi kama umetoa mzigo fulani hivi ulikuwa umekuelemea. Unajihisi kama umekuwa mwepesi. Unaweza hata mwenyewe kwenye nafsi yako kwa unajisifu, alhamdulillah. Kuna raha fulani unaweza kuisikia. Kuna nyingine inaweza kawa ni kama ya nguvu hivi, unaona kama haikuwa mahala pake. Sasa yote haya ni kudumu katika dua hii.
Sasa mwezi wa Ramadhani riziki ipo.